Tunaanza Malaki 4. Malaki 4 ndio kufutwa kwa madhehebu. Mstari wa 5 na 6 unasemaje? Angalia, nitawapelekea Elia nabii kabla ya siku iliyokuwa ya kugofya, na hata igeuza mioyo ya baba elekee watoto, mtoto elekee baba zao, sije ikaipiga dunia kwa laana. Kufutwa kwa madhehebu. Yesu alipozaliwa, akuzaliwa pale katika hekalu alipokuwa sanduku la agano linafukizwa uvumba kwenye bali kuhani anaingia mara moja kwa mwaka kufukiza kutoa sadaka za adhabu za kuteketezwa. Hakuzaliwa pale, akazaliwa nje tofauti, kijiji ambacho hakikuwa na sifa. Sasa baada ya kuzaliwa kule, Wayahudi wakawa wamemkataa. Waliomkataa, neema ikageukia huku mataifa, huko nisiendelee. Baada ya Yesu alivyokuwa akutafuta wale vijana ambao walikuwa wameshika sheria na Torati, akatafuta wakina Petro ambao ni wavuvi, wakina Mathayo ambao ni watoza ushuru, akawafundisha ndio watoto katika imani. Wale Mafarisayo na Masadukayo ambao walikuwa wameshika sheria na Torati ya Musa, kama Musa nani ilivyokuwa ikiamuru, warudi kwa mitume, jifunze kwa mitume. Ina maana wakigeukia kwa mitume, warugeukia neema ambayo ilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo, wahesabiwe haki bure kwa neema ya Yesu Kristo. Ndio maana ule mfumo wa itikadi za sadaka za kuteketeza na zile za kondoo, wanyama, nini, zote zimefutwa. Ina maana wamegeuka, ule mfumo umekufa. Sasa kipindi cha sasa hivi ambao ni kipindi cha mwisho cha Laodikia, mioyo ya watoto elekee baba zao. Sasa hivi Yesu akuacha dhehebu lolote lile. Yesu aliacha kile ambacho anapambana nacho ambacho likuwa ni Torati. Lakini baada ya kuinuka madhehebu na nio iliyoinuka mpaka mwendo sasa hivi, ndio sasa hivi inaonekana kwamba kulingana na Biblia na taratibu jinsi ulivyo umevurugika. Ndio nasema sasa katika hitimisho tunarudi kuhakiki. Tunahakiki nini? Kwenye neno la Mungu. Ukihakiki, unahakiki kuhakisha mwenendo, njia uliyopitia kama ni sahihi. Ni sahihi, hakikisha neno unavyofundisha, unavyoenda kama uko sahihi. Tunarudi kwa mitume. Mitume ndio walichiwa kanisa na taratibu zote ambayo ni neno lake. Tunarudi kwa mitume. Ina maana mfumo wote tulionao katika miemko tulionayo, nimeota, nimepata maono, nimefungua kanisa, nina huduma, nina nini, yote turudi kwenye neno. Umepata maono, umefungua kanisa, tunaangalia neno. Umepata mafunuo, umefanyaje, umeota, umesoma vyuo, turudi kwenye neno, tuangalie uneno unaoenda nao na chuo ulichokisoma, je, uko sawa sawa na neno? Ndio kufutwa kwa madhehebu, ndio Malaki 4. Sasa kitu kinachofuata sasa hivi ni kufafanuzi kwa ajili ya madhehebu, udhaifu wa kila dhehebu. Nilikuwa nimetoa kosa moja au udhaifu sehemu moja kwa kila dhehebu, lakini Mungu akaniambia kwamba ufafanue makosa yote ambayo utayaona kwa kila dhehebu, ili waweze kuona kosa lililopo, waweze kubadilika, kwa sababu muda ndio uliopo. Tutaanza na kanisa mama Roman Catholic, ambao kosa kubwa ni sanamu ambazo zinakuwepo kanisani na majumbani mwa watu, wakiomba zinakuwa mbele zao, na kuabudu na kusujudia ni kosa kubwa mbele za Mungu. Ukitaka kudhibitisha hapo, utaenda kitabu cha Isaya sura 44 kuanzia mstari wa 9 mpaka mwisho sura pale, ndio inaonyesha kwamba udhaifu uliopo. Sitaweza kufafanua zaidi kulingana na muda. Unaweza ukasoma hapo kwamba sanamu, wachongao sanamu, labda nitoe kidogo, wachongao sanamu wote ni ubatili, hata mambo yao wayapendayo yafaa kitu. Mwanadamu anaenda msituni, anachagua mti, anachonga sanamu sawa sawa na sura ya mwanadamu, hii ikae nyumbani akaiabudu. Lakini mti uliwekwa kwa ajili ya kuni, sio mpango huo wa kusujudia kutengeneza sura ya mwanadamu. Kwa hiyo sura zinatengenezwa kwa zingine za chuma, zingine sanamu za mbao, zingine za udongo, zote zinatengenezwa katika utaratibu huo. Kitu kingine katika Roho Mtakatifu ni udanganyifu mkubwa. Roho Mtakatifu ni roho, sio sakramenti. Wakatengeneza sakramenti wakajua kwamba hizo sakramenti ndio Roho Mtakatifu, ni kitu ambacho hakipo kwenye Biblia. Sakramenti, Roho Mtakatifu ni roho, Mungu katika roho.
Kuna Mungu juu yetu, Mungu kati yetu ndio Emmanuel Yesu Kristo, na Mungu ndani yetu ni Mungu Roho Mtakatifu, sio katika sakramento. Kinachofuata kingine hapo ni katika ibada zozote za kuombea watu zote zile na zingine zinazofuatika hapo, na katika vinywaji kama vileo na vyenyewe vinaunganishwa. Hizo ni sababu ambazo nimezitoa hapo, ambazo zinaweza mkasababisha kwamba katika ubatizo na ubatizo wa jina la Baba na Roho Mtakatifu mtu hajawahi kuamini au kuokoka. Ni ubatizo ambao tulipokea kama madhaifu ambayo yametoka kulingana na wale wa misionari na jinsi watu wasiweza kukaa chini na neno la Mungu kupambanua kwenda na Mungu ili wapate ufafanuzi kupeka neno la Mungu kama ilivyopaswa. Tuenda katika Pentekoste. Wako wa Pentekoste ambao wameweka wanawake kuwa wachungaji. Ni kosa kubwa. Mwanamke apaswe kuwa mchungaji kulingana na udhaifu uliotokea pale bustani wa Eden. Mwanamke ameonekana ni mdhaifu, apaswi ukisoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 14 ukianza mstari wa 33 neno sameaje, Mungu sio Mungu wa machafuko bali na amani. Vile vile hivyo katika makanisa yote ya watakatifu wanawake wanyamaze kimya, wanyamaze kimya. Je, ili neno limetoka kwenu au liafikia ninyi peke yenu? Kama mtu akijiona mtu wa rohoni au ni nabii, ajue kwamba haya maagizo ni agizo la Bwana. Kwa hiyo kukiuka au utarika mchungaji mwanamke kumchungaji au shughuli zote za kanisani, unakuwa ibada ya umeitia unajisi moja kwa moja. Tukija kwa upande wa KKT Lutheran ambao wanabatiza watoto wachanga na wenyewe bado wanaweka wanawake kwa wachungaji. Mtu neno linasema kwamba mtu akiri kwa akili na kuamini kwa moyo abatizwe. Lakini na ubatizo kwa jina la Yesu, sio kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. Ubatizo wa jina la Baba na Roho Mtakatifu hujawahi kuamini, hujawahi kuondolewa dhambi na hujawahi kupata roho wa Mungu. Utalikataa. Ndio sababu udhaifu unaendelea mpaka sasa hivi. Na madhehebu mengine kama hayo, ukija kwa Waislamu na wenyewe wanapaswa wabatize. Mtume alizaliwa mwaka 570, Biblia mwisho iliandikwa mwaka 59 ambayo kitabu cha Yohana. Lakini ukisoma katika unabii Yesu Kristo, ukianza Yohana sura ya 5 mstari wa 45 ndio semaje? Yesu anasema kwamba nimekuja kwa jina la Baba yangu, mmenikataa. Yule atakayekuja nyuma yangu ambaye atakuja kwa jina lake na nguvu zake, yule mtamkubali na mtamwamini. Kwa nini mpokea nyinyi kwa wanadamu, pokea utukufu ninyi kwa ninyi, kwa ili utukufu utokao kwa Mungu wampokei? Hiyo ni nafasi ya unabii wa Yesu Kristo kwamba kuna imani itakayoinuka. Hata ukisoma Wagalatia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 7 inasemaje? Na staajabu kuona mnaacha upesi aliyowaita katika neema ya Kristo na kugeukia imani nyingine. Lakini nasema akija sisi au malaika akabadilisha msingi wa Yesu Kristo, yuko chini ya laana. Kwa hiyo hata ndugu zangu wale Waislamu inabidi wabatizwe, ndio utaratibu wa Mungu, ujumbe wa Mungu. Usije ukasema kwamba sisi hatukuambiwa kubatizwa. Kila mtu anapaswa abatizwe. Ukisoma katika Wagalatia sura ya 2:16 inasemaje? Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki katika matendo ya sheria. Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki katika matendo ya sheria. Tukiwa katika Wasabato tulipewa ahadi moja ambayo ni ahadi ya Mungu ya Roho Mtakatifu. Na Yesu alisema kwamba nitawapa, njooni nyote msumbukao na mizigo, nani nitawapumzisha. Nitawapa raha katika nafsi zenu. Nafsi zenu ina maana raha, Sabato ni raha. Lakini raha unayopokea ni katika unaipata ndio iko ndani ya nafsi yako, unapewa raha, sio katika Torati. Raha unaipata ndani ya nafsi yako inakombolewa, ambayo ina hisi tano. Ina mawazo, ina hoja, ina kumbukumbu, ina upendo. Hizo ni hoja ambazo ukiingia hisi ya sita ndio Roho Mtakatifu, nafsi yako inakuwa imekombolewa. Vinginevyo hata anakubatiza kitu kingine na ubatizo. Ubatizo unapaswa ubatizo kwa jina la Yesu, sio jina la Baba na Mtakatifu, japo unabatizwa kwa maji mengi. Ubatizo ni kwa jina la Yesu. Unapata ondoleo la dhambi, unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, ndio Mungu ndani ya mtu, utashika ya Mungu, kwa sababu vinginevyo kama chuma akina asili ya sumaku hauwezi kushika. Na wewe kama una Mungu ndani uwezi kushika ile ya Mungu, utakubali, utakataa ili utakubali. Tukisoma katika Yohana Mtakatifu sura ya 3, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Nikodemu, alimwendea Yesu
usiku. Akasema, tunajua kwamba wewe ni mwalimu na umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna awezaye kulifanya ishara hizi isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Yesu akamwambia kwamba amini amini nakwambia, usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme wa mbinguni. Akasema, mimi mtu mzima nitarudi kwenye tumbo la mama nizaliwe tena mara pili? Akamwambia kitu kingine tofauti napo. Akasema, amini amini nakwambia, usipozaliwa kwa maji na kwa roho huwezi kuingia ndani ya ufalme. Kwa hiyo katika nafasi madhehebu mengine itaunganisha hapo kwa yale machache ambayo nimezungumzia. Mnaangalia taratibu na mwenendo kama Anglikana na zingine zitakazokuwa na EIC, utaratibu wa jinsi misingi hiyo. Kwa hiyo katika utaratibu huo, utaratibu huo ndio utaratibu Mungu ameuweka, ili katika utaratibu uweze kumwendea Mungu katika ukamilifu. Msifanye mambo ya Mungu, neno la Mungu kama masiara. Ogopeni, kwa sababu Yesu anakuja kulichukua kanisa lake. Kitachoingia ni ziki kuu. Pambana, badilika, bado kazi inaendelea, na Mungu akubariki sana.